mwema na siku zote. Okay, asante. Kama vile mlivyotangulia kuambiwa, jina langu naitwa Pastor Geoffrey Murungi. Geoffrey Murungi ni mtumishi wa Bwana, mchungaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na katika ofisi yetu ya North East Kenya Field niko katika department ya stewardship. Stewardship department imesikilia mambo ya makambi, mambo ya development, mambo ya APM, Adventist Possibility Ministries. Hizo ndizo department zile ambazo ninahusika nazo, na nashukuru kwa sababu ya kufika hapa Moyale. Sana sana nilikuja kwa sababu ya makambi ya prison, na si makambi tu, kwa sababu pia nilitaka nijue kanisa la Moyale, niweze kuja kupromote makambi, kupromote bodi ya makambi, kuongea kuhusu mambo ya uwakili, na pia kumalizana na hiyo mambo ya jela, na mambo yote tumeyatimiza kwa sababu tulikuja Sunday, Monday tumekuwa tukiendelea pale prison, na hiyo Monday jioni tulikuwa na vipindi vinaendelea kanisani hapa kwa wale wachache ambao waliweza kuhudhuria. Lakini siku ya leo saa 8 tutakuwa na summary ya kila kitu, na hivyo Mungu aweze kutubariki. Mimi ni mchungaji, ni mzee ambaye nina boma, nina mke na watoto, na tumebarikiwa, na nikija waliniambia nikifika hapa nipate kuwapa salamu. Nazipokea. So, asante kwa sababu sitaki nikae kwa muda mrefu sana, kwa sababu naambiwa leo ni siku ya Pasaka, na ninataka niwape hadithi kwa sababu mimi hupenda sana kupeana hadithi, kwa sababu katika mafundisho ya hadithi watu hupata kitu. Na kichwa cha neno ya siku ya leo inasema faithfulness is the outcome of salvation. Uaminifu ni matokeo ya wokovu. Faithfulness is the outcome of salvation. Hadithi yangu ni ya kwamba siku moja kulikuwa na mzee mmoja, kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na attend kanisa regularly, na alikuwa wela, alikuwa ni mtu alikuwa na mali zake, na alipenda kuimba sana, aliimba kwa kwaya, na alisikiza neno vizuri sana, na alikuwa mtu muombaji, yani alikuwa mtu wa kuomba. Lakini siku moja pastor akasema ni jambo ambalo lilikuwa unusual, kwa sababu pastor alinotice ijapokuwa huyu mwanaume ama mzee alipenda kanisa sana na mambo ya kanisa, naye alikuwa very careful kwa mambo ya giving. Hakuwa mtu anapenda mambo ya kupeana, mambo ya generosity na mambo ya uwakili yalikuwa ni challenge kwake. That particular Sabbath pastor akasema jambo ambalo lilikuwa na nguvu sana. Na ni jambo gani hili pastor alisema? Pastor alisema hivi: when Christ truly enters the heart, wakati Yesu anapoingia ndani ya moyo wa mwanadamu, he does not only change the mouth that sings, he also changes the hands that give. Ya kwamba Yesu akiingia kwa moyo wa mwanadamu, abadilishi midomo peke yake ili muimbie, mpe sifa, anabadilisha hata mikono inajua kupeana. That statement spoke to the man. Later he confessed that he had accepted Christ with his lips, but had not yet surrendered his resources to God. Ya kwamba yeye akaweza kukiri ni ya kwamba alikuwa mwimbaji, alikuwa mtu ambaye amempokea Yesu na atangaza habari za Yesu, lakini hakuweza kuwa amesurrender his resources, kama vile tulipoimba wimbo kasema maji mfalme vitu vyote ni vyako. Na fungu ambalo tumesomewa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 2, neno likasema katika uwakili kinachotakikana ni kila mtu aonekane kuwa mwaminifu. In stewardship, what is required is one to be found to be faithful. And this is a very serious issue, kwa sababu uaminifu umekosekana katika ulimwengu siku ya leo. Hata katika watu walio ndani ya kanisa uaminifu umekosekana. Na tunapozungumzia stewardship, stewardship is not about money. Stewardship is about everything katika maisha yetu. Tunastahili kuwa waaminifu katika ndoa zetu. Tunastahili kuwa waaminifu in our transactions in businesses. Tunastahili kuwa waaminifu kwa kutunza afya za miili yetu.
tunastahili kuwa waaminifu kwa kutunza sabato ya Bwana. Tunastahili kuwa waaminifu wa kuwa mawakili waaminifu tunapo manage God's resources, kwa sababu Mungu ametupatia hayo yote ili tuweze kuwa waaminifu. Kwa hivyo wapendwa, that is why the theme of the topic today is faithfulness is the outcome of salvation. Ninaomba niweze kuwapeleka katika kitabu cha Luka 19 kuanzia mstari wa 1 mpaka 9. Hapo ndipo summary yangu itakuwa, and I will not take a long time. I will just summarize. Na before tuingie kwa neno, nikipata tupate ombi. Nimeambiwa kuna mshiriki ambaye ni mgonjwa, wife to one of the church elders, na ningependa wakati huu tuweze kuwa na silence, tuweze kupata ombi na pia tukiomba kwa ajili ya neno. Baba mwema na Mungu uliye karibu nasi sana, Mungu unayesikia maombi ya watu wako, tumetubu dhambi zetu kwa kuwa sisi ni wenye dhambi, wadhaifu na wanyonge, tukiomba Kristo rehema zako. Sabato ya leo ilikuwa sabato ulipokuwa duniani, siku ya uponyaji. Kumbuka mke wa mzee wa kanisa ambaye alisikii vyema mahali alipo kitandani. Yesu, tunakutuma upate kumpatia afueni, akapone na kwa utukufu wa jina lako. Na hata wale walio hapa, walio na mchongo na walio na challenges, Yesu tupe amani, tusikie unavyonena nasi. Mimi ambaye nimesimama mbele ya wanawako kuzungumza ni mdhaifu, mnyonge, mtu mwenye dhambi ambaye sistahili kidogo. Baba, nitumie upendavyo, nitakase, neno lako lifikie watu wako, lituandae kwa ajili ya utumishi na kwa ajili ya uzima wa milele, katika jina la Yesu. Wapendwa, in this passage we meet Zacchaeus, a wealthy tax collector. He had money, position, influence, but he lacked something greater. Katika hadithi yetu hapo sasa, mahali ambapo tunaingia, tunapata mtu anaitwa Zacchaeus the tax collector. I think you know about the story of Zacchaeus, ambaye alikuwa ni wealthy. He was a tax collector. He had money, he had position, he had influence, but he lacked something greater, and that is salvation. Wapendwa, ukitaka kujua the tax collector wakati wa zamani katika serikali kama utumwa wa Rumi, for you to qualify to be a tax collector haikuwa jambo kidogo, kwa sababu tax collecting haikuwa vile ambavyo tunavyofanya. Ulikuwa unaenda kwa serikali inatangaza, tuseme kama Marsabit County inasema in that county tunataka ushuru wa 10 billion. So wewe unaenda, you pay that money to the county government, unapewa kibali cha kwenda kukusanya ushuru. Unapokusanya ushuru, unakusanya ukilipa yako. And Zacchaeus qualified for that. Ndivyo Biblia inasema, he was a wealthy man, a very rich man. He had possession, a man of influence, lakini alikuwa amepungukiwa na kitu kimoja, ya kwamba wokovu ulikuja pekee. Na hivyo watoza ushuru walikuwa wameshukiwa sana, kwa sababu walikuwa na pinyilia Wayahudi wakishukua ushuru wakiweza kusaidia Rumi kutawala. Hivyo watu waliwachukia sana, na walikuwa watu ambao hakuna mtu aliwaheshimu. Walishukuliwa kama outcast, watu ambao hawakuwa na tumaini. Kwa Waisraeli, mtu ambaye ni mtoza ushuru hakuwa na nafasi yote katika uzima wa Bwana. Na ndipo Yesu, yeye aliyekuja kutafuta waliopotea, akaweza kukutana na Zakayo. Siku moja Zakayo akasikia habari ya Yesu Kristo, ya kwamba yuko katika kijiji chao huko Jericho. Na Zakayo akatamani sana kumjua huyu Yesu. Akaenda akapanda mti wa mkuyu. Na Yesu alipokuwa anapita katika barabara hiyo, Yesu alipomuona Zakayo, Yesu akamwambia Zakayo, shuka chini, kwa sababu leo nitakuwa mgeni katika nyumba yako. Zakayo did not hesitate. Aliweza kutoka haraka na akaongoza, wakaenda katika nyumba yake. Wapendwa, ningependa mtazame hapa, kwa sababu the topic ama the theme inasema ya kwamba salvation, faithfulness is outcome of salvation. Uone ya kwamba Zakayo amekutana na Yesu, amemuongoza katika nyumba yake, na walipoenda huko Zakayo hakuulizwa na Yesu anything about it. Zakayo hakuulizwa mambo ya kutoa kitu chochote. He just encountered Jesus Christ, and when he encountered Jesus Christ, tunaambia kwamba
akapokea wokovu, na alipopokea wokovu kuna mambo iliweza kufanyika. And this is why tunapofananisha jambo hili, kwa sababu katika department ya uwakili katika kanisa letu tumesema ya kwamba hakuna wakati tutasurutisha watu tena na kuambia watu leteni, kuambia katika hazina hakuna kitu. Kwa sababu gani? Watu wakiokoka they will just give generously kwa sababu wanajua wanayemtolea. Kwa hivyo wapendwa, kuna watu wamekuwa na formula nyingi. Being the departmental leader wa stewards, watu wananiambia, pastor, unajua naked kuna watu wengi sana. We have baptized around 40,000 members. Si upange kila mshiriki akitoa kama shilingi 1,000 kwa mwezi ama shilingi 500 tu kwa mwezi. Useme ya kwamba tuseme ya kwamba out of those 40,000 20,000 ni watoto na wengine ni wanafunzi, tubaki na 20,000. One napeane 1,000, we can raise 20 million in a month. Na hivyo NECF can be inaweza kuwa na state ya conference ambayo itaweza kujitosheleza. Mahesabu unaona ni nzuri, unaona mahesabu kama ni rahisi. Hata wakiwa tu hao 20,000 members, kila mtu apeane hivyo, itakuwa sawa. But matters tithes, hakuna mambo ya kuchangia, kwa sababu hiyo ni formula ya kuchangia. And now about stewardship is not about fundraising, it is about faith raising. Imani za watu zikiinuka, they will just give freely, na wakifanya hivyo ndivyo watakuwa na mwabudu Mungu katika roho na kweli. Wapendwa, ningependa niwaambie tunaporudi katika hadithi hii ya mtumishi wa Mungu ambaye ni Zakayo. Zakayo alipokutana na Yesu akaweza kupokea wokovu pasipo kuulizwa jambo lolote na mtu yeyote. Mstari wa 8 ningependa usomee tusikie Zakayo anasema. When he encountered Jesus. Kando na yule mzee alikuwa kanisani anasali kila siku, lakini mambo ya kutoa yalikuwa ni shida kwake. Wakati Zakayo alikutana na Yesu, mstari wa 8 anasema namna gani msomaji? Zakayo akasimama akamwambia Bwana, angalia Bwana, ninapeana nusu ya mali yangu kwa masikini, na kama nimechukua kitu cha mtu yeyote kwa njia isiyo sahihi, I will restore fourfold. Wapendwa, katika kitabu cha Ezekiel 33:15 inasema namna gani? Tuone kama Zakayo made the qualification for salvation. Can you read Ezekiel 33:15? If the wicked restores the pledge, gives back what he has stolen, and walks in the statutes of life without committing sin, huyu mtu ataishi hata kufa. Bwana asifiwe. Ikiwa mtu muovu kama mimi na wewe ataweza kulipa the pledges, someni Kiswahili inasema rehani. Kama mtu muovu akirudisha rehani, if a wicked person pays the vows, rehani. Vows ni viapo, na unajua wapendwa, wengi wetu hapa tumeapa viapo, lakini we don't live according to the vows. Kwa sababu ulipobatizwa ulisema, ukainua mkono wa kuume ukasema, nitakuwa mwaminifu, nitaikuza sabato, tena nitasapoti kazi ya Mungu kwa njia ya zaka na sadaka. Ndipo sasa kwa Bishop inasema ya kwamba ikiwa mtu muovu atalipa rehani, atasimama na hivyo viapo, atarudisha kile kitu aliiba, huyu mtu hatakufa, hakika ataishi. Hapa tunaona ya kwamba mtu aliyekuwa muovu ambaye ni Zakayo amepata kupona. Kwa sababu gani? You cannot say you are saved and then matendo yako yanaonyesha contrary. Kwa hivyo wapendwa, alipofanya hivyo pasipo kuulizwa na mtu yeyote, Yesu akasema namna gani? Namba 9, the book of Luke 1:9,
What did Jesus say? Na Yesu akasema namna hii, hakika wokovu umefika katika nyumba ya Zakayo, kwa sababu naye pia ni mwana wa Abrahamu. Kwa hivyo wapendwa, ningependa uone ya kwamba before Zakayo had a lot of money but he had no salvation. He was very rich, he was wealthy. Lakini kile ambacho kiliweza kuonyesha Zakayo ameokoka is a way of transformation. Aliweza kubadilika. So faithfulness is the outcome of salvation. Ya kwamba Zakayo akaweza kusema nusu ya mali yangu, na ningependa ujue ya kwamba Zakayo alikuwa mtu mchoyo sana. Alikuwa na mali nyingi, extremely rich, lakini anasema nusu, half of my wealth I will give to the poor. Mbeleni hakuwa anataka kujua mtu masikini ama nani. Alikuwa anasema rete ponde, ana overcharge, akajitajirisha kwa njia hii. He was very selfish. Alikuwa anafikiria hali yake tu peke yake. Lakini alipokutana na Yesu bila kuulizwa jambo lolote, akasema nusu ya mali nitapea maskini. Na kama nimechukua kitu kwa njia isiyo stahili, I will repay 4 times. Na ndipo Ezekiel anatuambia ikiwa mtu muovu atalipa rehani. You stand by his vow. Halafu atarudisha kile ameiba. Wapendo, unajua the book counsels about stewards. Inasema there is no amount of prayers that can repay the tithe that we have eaten. Hakuna kiwango, hakuna maombi yanaweza lipa ile zaka ambayo umekula. Kwa sababu instead of being faithful, you are very unfaithful, then unaomba Mungu unafikiri ameondoa hiyo maneno. No amount of prayers can repay the tithe. Kwa hivyo Mungu anataka tuweze kuwa waaminifu on matters stewardship. Si mambo ya kuchangia, ni kuwa waaminifu. Kwa sababu Mungu anataka uaminifu. Na hapa ndipo naona ya kwamba Mungu akisema jambo kweli, he is very particular on that. Kwa sababu in the book of Matthew, katika kitabu cha Matthew 21, I think 21:1, Yesu akasema namna gani? 21 says, soma part B ya that one. That is that one part B. Part B. They say to him, mchonga mbele part B hapo mbele. Assuredly, hakika nawaambia, I say to you that tax collectors, nawaambieni ya kwamba watoza ushuru na wale ambao ni makahaba enter the kingdom of God watatangulia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Yesu akasema maneno haya. Ukitaka kujua hiyo hadithi, ni hadithi ambayo Yesu alikuwa anazungumzia kwa yule mtu alikuwa na vijana wawili, akaambia mmoja inaenda katika kazi yangu, katika shamba langu. Kijana akasema nitaenda. Wa pili akamwambia wa kwanza akasema nitaenda, hakuenda. Wa pili akaambiwa aende, akasema siendi, alafu akarudi akagaidi akaenda. Wakaulizwa ni nani kati ya hao aliyetenda vyema? Akasema ni yule ambaye alisema hataenda, alafu akaenda. Ndipo Yesu naye akawaambia, hakika nawaambia watoza ushuru na makahaba watawatangulia kwenda katika ufalme wa Mungu. Clear. Zakayo was a tax collector, lakini Yesu ametangaza wokovu kwa nyumba yake, kwa sababu Biblia inasema namna gani? Katika kitabu mstari wa 10 Luka 19:10 nasema namna gani? Kwa sababu Yesu alikuja kufanya nini? Inasema for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Kwa sababu Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichokuwa kimepotea. Zakayo was lost, lakini Yesu ametangaza wokovu kwa nyumba yake. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. And that's why mambo ya kutoa si rahisi. Mambo ya uwakili si rahisi. Na hivyo ndivyo ninasema ya kwamba uwakili inachotakana kuonekana ni mtu aonekane kuwa mwaminifu. Because you cannot give unless you cannot be a faithful giver unless you've been transformed by the grace of Christ. Huwezi. Ndipo Yesu akafika mahali akasema, mahali hazina ya mtu hiko, hapo ndipo nini? Moyo wako yuko. You cannot keep wealth where your
so it's not. Kwa hiyo wapendwa, hata sisi ile challenge tuko nayo kama kanisa la Mungu kumaliza kazi ni shida. We as Seventh-day Adventists believers, especially not in Kenya field, tuko na challenge kubwa because we are punching below our weight. Why? Numerically we are very strong, 40,000 members, lakini tithe ambayo tunapata within 1 month is 8 million is found below. Na si ya kwamba tunataka tuchange, no. We cannot fundraise on that. It is about faithfulness. Yule ambaye amebarikiwa kama Zakayo atoe kama Zakayo.